Command your day. Zishinde vivu na chovu za usingizi. Umeumbwa na ushindi, umeumbwa na uwezo ndani yako. Tamkia asubuhi yako imekuwa. Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Na napenda kukaribisha katika kipindi hiki cha Command Your Day, mpendwa mtazamaji. Popote ulipo, ni wakati mzuri, ni asubuhi nyingine, ni majira mengine. Mungu ametupa neema na kibali ili tuweze kuhudhuria na kuwepo katika kipindi hiki cha Command Your Day. Na siku ya leo utakuwa nami nabii wa Mungu Joshua BM, ambaye nitakufundisha neno la Mungu, lakini nitaomba pamoja nawe katika kipindi hiki cha Command Your Day. Nakutia tu moyo popote ulipo, usiondoke kwenye device yako popote ulipo wakati huu ulipo unapotazama na kusikiliza kipindi hiki. Bwana akutie nguvu, tuwe pamoja hata tunapohitimisha kipindi hiki. Karibu sana. Basi ngoja tumuombe Mungu ili tuweze kuendelea. Baba, katika jina la Yesu ninakubariki, ninakutukuza, ninakuinua. Nasema asante kwa ajili ya wakati huu na majira haya. Ni muda mwingine tena Bwana umetupa neema na kibali. Neno lako lipate kuhubiriwa ili kuzalisha kile ambacho Bwana umekikusudia kwenye maisha yetu na katika kazi zetu za kila siku. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana nisaidie kunena neno lako katika hekima na maarifa. Roho Mtakatifu nifundishe, nielekeze katika jina la Yesu. Tazama wakati huu tena, ninaomba Bwana wote wanaotazama kipindi hiki na kusikia neno lako, Bwana ukawape usikivu wa ndani kwa jina la Yesu Kristo. Neno lako likapenye katika mioyo yao na katika nafsi zao, likalete badiliko kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda katika kujifunza neno asubuhi ya leo. Kitabu cha Ayubu 38 ule mstari wa 12. Ayubu 38 ule mstari wa 12. Tutaangalia andiko pale ambalo tutajifunza siku ya leo. Na ninakwenda kuzungumzia somo linaloitwa asubuhi yangu. Now, kila mmoja ana asubuhi kwenye maisha yake. Kila mmoja ana asubuhi yake ambayo inatafsiri siku yake na inatafsiri mapambazuko ya maisha ya mtu. Na tusome kwenye Ayubu 38:12, alafu tuone kitu ambacho Bwana anatusaidia katika sura hii. Anasema, "Je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza?" Swali linaulizwa. Je, umekwisha kuiamuru ile asubuhi yako tangu siku zako zilipoanza? Manake kila mmoja ana siku zake. Amen. Na kama kila mmoja ana siku zake, katika kila siku asubuhi inaamriwa kutoka ndani ya siku. Asubuhi inaamriwa. Kuamriwa maana yake ni kuitiisha, ni kuisemesha, ni kuiongelesha. Unaiamuru iweje? Unaitaka iweje asubuhi yako? Unataka ikuletee nini asubuhi yako? Unataka ikuzalie nini asubuhi yako? Unataka iwe na nini asubuhi yako? So, anasema, "Je, umekwisha kuiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza?" Manake wakati siku inapoanza ndo wakati wa wewe kuiamuru asubuhi yako. Glory to Jesus. Na tukiangalia katika hali ya kawaida kabisa ya masaa ya kawaida, unakuja kugundua kuwa siku haianzi asubuhi. Siku inaanza usiku, ndo wakati siku inaanza. Wakati mtu umelala, wakati mtu upo katika usingizi, saa 6,
Majira yanapobadilika, manake siku inaanza, na katika siku ile inapoanza ndipo ambapo mtu anatakiwa aiamuru asubuhi yake, aisemeshe asubuhi yake, aizungumzishe asubuhi, aiambie asubuhi unapokuja utakuja na amani, asubuhi unapokuja utakuja na furaha, asubuhi unapokuja utakuja na uwezesho, asubuhi utaleta habari njema, asubuhi lete kila aina ya uzuri na amani katika jina la Yesu Kristo. Unaposema vile, manake unaiamuru asubuhi yako, unaizungumzisha asubuhi, unaitamkia asubuhi yako. Na ndio maana muda ambapo katika mambo ya kiroho, muda ambapo watu wa rohoni wanaelewa na wanajua muda mzuri wa kutamka na kuumba vitu ni wakati wa usiku. Why? Kwa sababu wakati wa usiku ndiko ambako siku inazaliwa siku nyingine. Majira yanabadilika usiku, siku inabadilika usiku, miaka inabadilika usiku, hali zinabadilika usiku. Wakati mwingine wagonjwa wengi huzidiwa usiku. Why? Kwa sababu usiku kunakuwa na mabadilishano ya jana na leo. Kunaingia siku mpya, jana inapita. Nao katika wakati kama ule utakuta waganga na wachawi wananuiza, wananena, wanatamka, wanafanya mambo yao ya ajabu. Sisi watu wa rohoni tunatakiwa tuelewe kanuni ya kuzungumza na siku, kanuni ya kuiongelesha siku. Siku ina masikio, siku ina macho, siku ina ufahamu. Nao unatakiwa uisemeshe asubuhi ya hiyo siku itokee. Asubuhi unaitengeneza, asubuhi unaiandaa, asubuhi unaimiliki. Glory to Jesus. Halafu anasema umeyajulisha mapambazuko mahali pake. Mapambazuko unayajulisha mahali pake. Glory to Jesus. Mapambazuko unayaambia mahali pake, unayaonyesha mahali pake. Now, katika vitu hivi viwili ambavyo tunaviona kwenye huu mstari, kwa ni jukumu la wewe kuiamuru asubuhi yako, ni jukumu la wewe kuitamkia asubuhi yako, ni jukumu lako kusema asubuhi inapokuja itakuja na habari njema, asubuhi yangu inapokuja itakuja na afya, asubuhi yangu inapokuja itakuja na kila aina ya uzuri katika jina la Yesu Kristo. Nao unaamka wakati siku inapoanza, unainuka, unaacha kitanda chako, unaacha shughuli zako, unaanza kutamka kwa ajili ya siku, unaanza kutabiri kwa ajili ya siku yako, unaanza kuiongelesha asubuhi yako. Wakati adui anajipanga kuitamkia siku yako mabaya, kuitamkia siku yako maovu, kuitamkia siku yako kushindwa, kuitamkia siku yako isiwe na uzuri wa aina yoyote, asubuhi inasikia kwamba imetamkiwa siku yake isilete uzuri. Kwa hiyo asubuhi inaanza na hali mbaya. Ndio maana unashangaa asubuhi tu watu wanaamka wanagombana, asubuhi tu mtu anaamka hajisikii vizuri, asubuhi tu mtu anaamka yuko ovyo, alilala vizuri lakini ghafla anaamka katika hali ambayo haiwezekani. Why? Kuna entities, spirit, kuna roho zimetamka, kuna vitu vimeongea kwa ajili ya ile asubuhi kuharibu ile siku, kuiambia asubuhi isilete amani. Wewe unatakiwa uitamkie asubuhi yako, uiambie wewe asubuhi hautakuwa kama jana, wewe asubuhi hautakuwa kama miaka iliyopita, wewe asubuhi utakuwa ni asubuhi ya kipekee. Nitauona uzuri wa Bwana, nitaona utukufu wa Bwana, nitaona mkono wa Bwana katika asubuhi. Asubuhi inasikia, inaenda kujitengeneza. Na ile roho ambayo inahusika na kila aina taarifa nzuri na kila aina uzuri inakuwa mobilized by your declaration, na matamko yako uliyotamkia katika ile siku, and then inaenda kumobilize spirit ambayo itambatana na asubuhi yako. Then mapambazuko yanapokuja unayajulisha mahali pake. Glory to Jesus. Ninakuombea katika jina la Yesu, Bwana akakupe neema ya kuitamkia siku yako, ya kuiongelesha siku yako kwa jina la Yesu Kristo.
kila kilichokuwa kinasimama kinyume na siku yako, kinyume na asubuhi yako, kinyume na maisha yako ili asione asubuhi, kinyume na uzao wako ili usione asubuhi njema, kinyume na familia yako ili usione asubuhi njema, ninavunja na kuharibu kila aina ya mipaka, kila aina ya nguvu za giza, majeshi ya pepo wabaya, ninayakemea kwa jina la Yesu. Yaachie maisha yako, yaachie ufahamu wako katika jina la Yesu Kristo. Ninaitamkia asubuhi yako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, iwe asubuhi yenye baraka, iwe asubuhi ya neema, iwe asubuhi ya habari njema, iwe asubuhi ya ushindi, iwe asubuhi ya kuzidishwa katika neema, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mpendwa mtazamaji, ulikuwa nami nabii wa Bwana Joshua BM katika kipindi hiki cha Command Your Day hapa Chomozani. Na siku hii ya leo nimekuletea neno la Mungu na nimeomba pamoja nawe jifunze kuitamkia siku yako, maana siku yako ina masikio. Glory to Jesus. Now, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nami katika namba ya simu ifuatayo 0678 422 984. Kwenye mitandao ya kijamii natumia jina la Joshua BM. Karibu sana, wasiliana nami kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya ushauri, lakini zaidi katika mafundisho ya neno la Mungu. Mungu akubariki, siku yako ni njema. Shalom shalom, till next time. Command Your Day. Zishinde vivu na chovu za usingizi. Umeumbwa na ushindi, umeumbwa na uwezo ndani yako. Tamkia asubuhi yako imekuwa.